Yaani waliona Rigathi Gachagua anatosha shilingi milioni 50 peke yake. Nani huyo hakuwaambia Rigathi Gachagua ni bilionea? Wanajua kwamba Rigathi Gachagua ana pesa nyingi mno kiasi cha kwamba shilingi milioni 50 hii ni pocket money. Hii ni pesa ambayo Rigathi Gachagua anaimaliza kwenye lunch moja akiwa na bibi yake Dorcas pamoja na vijana wake. Mtazamaji, hapa kwa kweli walimtusi Rigathi Gachagua. Wafuasi wa Rigathi Gachagua pale Mlimani hii wanateta mno, wanalia. Wengi wanahisi Gachagua alinyimwa haki peupe. Wengi wao ambao wanasema waliacha kazi zao wakaamua kuketi chini wafuatilie kesi ya Gachagua ambayo ilichukua masaa 8-9 hivi. Kesi nzito kwa kweli, ambayo majaji wanafungua ukurasa baada ya mwingine, ukurasa baada ya mwingine, hadi ikafika wakati ambapo wanatoa ile final judgment. Na ilifika hadi saa 3. Kama ulifuatilia jana kwenye televisheni, hakuna pale ambapo kulikuwa na kipindi chochote. Yani hakuna pale hata habari za saa 1 za saa 3 zililetwa. Ilikuwa tu ni Rigathi Gachagua impeachment case. Alafu majaji wanamalizia wakisema tumeona kwamba Gachagua ndio alinyanyaswa. Lakini anapaswa kupewa shilingi milioni 50, lakini impeachment yake imekuwa upheld. Inamaanisha kwamba kuna pahali ambapo Gachagua anapewa haki. Mtazamaji, hii iliweza kuwauma sana wafuasi wa Rigathi Gachagua. Ndio maana Mlima Kenya inalia. Sasa hivi pale Nyeri wakazi wale ambao ni wafuasi wa Gachagua wanasema no peace until justice imefanyika kwa Rigathi Gachagua. Na hii imeanzia pale Embu. Pale Embu tumeona kuna maandamano yameanza pale ambapo bodaboda riders wakishirikiana na baadhi ya wale ambao ni wanasiasa local, ama nikisema local politicians, wameshirikiana wakisema kwamba Gachagua apewe haki yake. Nyeri walilia mapema baada tu ya kesi ile kuisha, walitoka wakaanza kulia wakisema kwamba this is not fair because Gachagua ananyimwaje haki? The son of Mau Mau, mwana wa Mau Mau. Huyu ndiye ambaye amekuja kukomboa mlima, sababu Gachagua ukimsikiliza vizuri kile wakati anapozungumza analilia wanamlima, anasema kwamba wanamlima wamenyanyaswa. Alafu inakuja kivipi ananyimwa haki peupe? Yani inamaanisha kwamba ile kesi iliyokuwa pale mahakamani haikufanywa vizuri. Wanasema kwamba wale majaji huenda walilambishwa kitu. Kuna asali ambayo walilamba, na walipolamba asali ile wakasikia ule utamu wa asali. Hii iliwaonyesha kwamba Gachagua, wewe bado hautoshi kwenye kesi hii. Inamaanisha kwamba impeachment inabaki kuwa pale pale. Alafu wanasema kwamba Kindiki ati aliingizwa pale nisiongeze zaidi ni haribu, sababu mimi nafaa kuwa neutral. So mtazamaji, mambo ni mengi mno. Mlima inalia. Baadhi pia Wakenya wanahisi kwamba the judgment haikuwa na haki inayofaa. Wewe kwa mtazamo wako wadhania kwamba haki ilitendwa kwa Rigathi Gachagua? Na wewe ambao ni mfuasi wa Gachagua, je, unadhania kwamba Gachagua bado kuna haki ambayo anapaswa kupewa? Maana kupewa shilingi milioni 50 inaonyesha kwamba Gachagua alikosewa. Na kama alikosewa inamaanisha wange nullify the case, Gachagua ashinde. Hawangepaswa kuweza ku-upheld that case. Ilikuwa ni majonzi makubwa, na hii inauma sana mtazamaji. Kama unavyotazama jinsi na namna ulifuatilia ile kesi, kwa wewe ambao ulikuwa mfuasi mkubwa wa Rigathi Gachagua, ile kesi inauma. Zidi kufuatilia ndani ya Trenda Kenya, zidi kusubscribe, zidi kulike video hii, maana Trenda Kenya iko hapo kuhakikisha kwamba inakuletea habari zote na inaweza kufanyia ile ambayo inaitwa mchakato mzima ndani ya zile kesi ambazo zinakuwa ngumu kama hii.
Hii kesi tutaifuatilia polepole hadi haki itendwe kwa Rigathi Gachagua. Zidi kusubscribe, zidi kufollow. Kama unafuatilia pale TikTok, Facebook, YouTube, popote, Trenda Kenya kuwapo kwa minajili yako. Subscribe and don't forget to like this video. Nite Collins Kebaso.